Idadi ya watu waliokufa kutokana na shambulio la ndege zisizo na rubani kutoka Ukraini katika mji wa Nizhemashk ulioko katika Jamhuri ya Tatarstan nchini Urusi imefikia watu 13 kwa mujibu wa serikali ya eneo hilo. Takriban watu 48 wamejeruhiwa katika shambulio hilo. Meya Radmir Belazhevski amesema kuwa maeneo ya viwanda pamoja na maeneo ya raia yamelengwa. Mji huo uko takriban kilomita 880 mashariki mwa Moscow, mji mkuu wa Urusi. Kamati ya uchunguzi ya Urusi imesema kwamba mmoja wa waliouawa alikuwa mtoto. Kamati hiyo imelitaja shambulio hilo kuwa ni kitendo cha kigaidi, ikisema kuwa maeneo yaliyolengwa hayakuwa na uhusiano na shughuli za kijeshi. Wizara ya afya ya Tatarstan imeongeza huduma za dharura katika eneo hilo. Timu 6 zaidi za madaktari na wahudumu wa afya zimetumwa katika mji wa Nabevechk pamoja na kituo cha tiba za maafa cha Tatarstan ili kuwahudumia waliojeruhiwa. Taarifa za awali pia zinasema kuwa angalau mtoto mmoja alikuwa miongoni mwa watu waliolazwa hospitalini baada ya shambulio hilo. Kiongozi wa Tatarstan Rustatam Minikolkanov ametangaza kipindi cha maombolezo kwa ajili ya waathirika na mashambulizi hayo. Balozi wa Urusi anayehusika na masuala maalum Rodion Mirovishki amezilaani nchi za magharibi zinazodaiwa kuisaidia Ukraine katika mashambulizi hayo. Amesema kuwa vifo na madhara kwa raia vinapaswa kubeba dhamana kwa wale wanaoisaidia Ukraine kwa silaha. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema awali kwamba mifumo yake ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuzuia droni 456 za Ukraine zilizorushwa usiku huo, baadhi zikiwa zimeelekezwa katika eneo la Tatarstan. Katika kipindi cha hivi karibuni, Ukraine imeongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati, usafirishaji wa kiraia na maeneo mengine muhimu nchini Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameelezea kampeni hiyo kama juhudi za kuongeza shinikizo kwa Moscow ili ikubali masharti ya Ukraine kuhusu kusitisha mapigano. Mashambulizi hayo yamesababisha pia vifo na majeruhi miongoni mwa raia. Mapema mwezi huu watu 8 wakiwemo watoto 4 waliuawa na takriban watu 12 walijeruhiwa baada ya drone ya Ukraine kushambulia ufuko uliokuwa na watu wengi katika mji wa Gelendzhik kwenye pwani bahari Nyeusi nchini Urusi. Shambulio la Nizhemashk linatajwa kuwa moja ya mashambulizi yaliyosababisha vifo vingi zaidi Ukraine tangu kuanza kwa kampeni hiyo. Hata hivyo, mwaka huu kumekuwa na matukio mengine yaliyosababisha vifo vingi vya raia. Mamlaka za Urusi zimekuwa zikishutumu Ukraine kwa kulenga kwa makusudi maeneo yenye raia ili kueneza hofu. Kwa upande mwingine, viongozi wa Ukraine wamekuwa wakisema kwamba vita vinapaswa kupeleka shinikizo hadi ndani ya eneo la Urusi ili kuilazimisha Moscow kubadili msimamo wake. Urusi nayo imejibu kwa kuongeza mashambulizi yake dhidi ya Ukraine, hali ambayo imeathiri usafirishaji katika bahari Nyeusi pamoja na upatikanaji wa mafuta katika baadhi ya maeneo ambayo Moscow inachukulia kuwa muhimu kwa shughuli za kijeshi za Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Finland Antti Hakanen amesema kuwa Finland haitapeleka tena makombora yake zaidi ya ulinzi wa anga kwa Ukraine. Amesema Finland haiwezi kuhatarisha uwezo wake wa kijeshi wa kujilinda, hasa kutokana na kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi hiyo na Urusi. Akizungumza na gazeti la Finland siku ya Jumamosi, Hakanen amesema kuwa msimu wa baridi unaokuja unaweza kuwa mgumu kwa NATO na Ukraine. Ametabiri kwamba Urusi inaweza kuendelea kushambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani. Ukraine imekuwa ikiomba kwa nguvu zaidi kupata makombora ulinzi wa anga, hasa mfumo wa Marekani wa Patriot ambao hutumika kuzuia makombora masafa marefu na ya kasi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekiri hivi karibuni kwamba Ukraine inapata changamoto kubwa katika kuzuia makombora ya Urusi ya masafa marefu kwa sababu haina makombora ya kutosha kutumia katika mfumo wa Patriot. Hakanen amesema tatizo la Ukraine la kukosa makombora Patriot linatokana zaidi na uwezo mdogo wa uzalishaji nchini Marekani pamoja na maamuzi ya nchi za Ulaya zinazomiliki mifumo hiyo kuhusu kiasi cha makombora wanachoweza kutoa. Amesisitiza kwamba Finland yenyewe haina mfumo wa Patriot wa Marekani. Waziri huyo amesema Finland ina kiwango fulani cha uwezo katika kutumia aina nyingine za makombora ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga. Hata hivyo, hakutaka kutoa maelezo zaidi kuhusu aina au kiasi cha msaada huo ambao Finland imekuwa ikiipa Ukraine, akisema taarifa hizo ni za kiusalama. Tumefanya kila tunachoweza kwa manufaa yetu, lakini kwa kuwa sisi ni nchi iliyo mstari wa mbele, hatuwezi kuhatarisha utayari wetu wa kuendelea kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga, alisema Hakanen. Pia amesema kuwa jambo moja ambalo lingeweza kusaidia Ukraini kwa sasa ni kumalizika kwa vita vya Iran, kwa sababu vita hivyo vimetumia kiasi kikubwa cha akiba makombora Marekani.
Finland imewahi kutuma vifurushi kadhaa vya misaada ya kijeshi kwa Ukraine, vikiwemo vifaa vya ulinzi wa anga. Hata hivyo, mara nyingi haijatoa hadharani maelezo kamili kuhusu aina na kiasi cha vifaa hivyo kwa sababu za kiusalama. Kwa upande mwingine, gazeti la Financial Times limeripoti hivi karibuni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump alikataa ombi la Zelensky la kupewa mamia ya makombora Patriot, akisema Marekani yenyewe ina akiba ndogo kutokana na mahitaji ya Mashariki ya Kati. Ripoti hiyo pia imesema Trump hapo awali aliahidi kuruhusu Ukraini kupata leseni ya uzalishaji wa Patriot, lakini baadaye akabadilisha msimamo wake akieleza kuwa suala hilo lilikuwa ni nyeti mno. Nchi kadhaa wanachama wa NATO zinazomiliki mifumo ya Patriot zikiwemo Romania, Uholanzi na Poland pia zimeonyesha kuwa uwezo wao wa kuendelea kuisaidia Ukraine kwa mifumo hiyo umefikia kikomo. Urusi imekuwa ikipinga mara kwa mara nchi za magharibi kupeleka silaha Ukraine. Moscow inasema msaada huo wa silaha unaongeza muda wa vita bila kubadilisha matokeo yake, na imekuwa ikidai kuwa nchi zinazotoa silaha kwa Ukraine zinakuwa katika hali ya kushiriki moja kwa moja katika vita vinavyoendelea sasa. Waasi wa Houthi ambao wanaungwa mkono na Iran wamefyatua makombora ballistic na kutumia ndege zisizo na rubani dhidi ya vikosi vya serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia katika mji wa bandari wa Mocha siku ya Jumapili. Wahouthi wamesema shambulio hilo ni jibu la kulipiza kisasi dhidi ya kile walichokiita na uchokozi wa Saudi Arabia. Mapigano katika vita vyenyewe kwa wenyewe nchini Yemen yakiongezeka katika wiki iliyopita. Hali hii imezua hofu kwamba migogoro hiyo inaweza kusababisha usumbufu zaidi katika usambazaji wa nishati duniani, hasa baada ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kutokana na vita kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa kijeshi wa Wahouthi Yahya Saree amesema mashambulizi ya hivi karibuni yalikuwa mwajibu kwa kupelekwa kwa wanajeshi zaidi wa serikali katika eneo la Mocha. Pia alishutumu Saudi Arabia kwa kuendelea na kile alichokiita ni kuzingirwa kwa njia isiyo ya haki kwa Yemen. Vyombo vya habari vinavyoungwa mkono na serikali ya Yemen vimeripoti kwamba angalau raia 7 wameuawa na takribani ya wengine 35 wamejeruhiwa. Siku Alhamisi, Wahouthi walifanya mashambulizi yaliyoratibiwa dhidi ya vikosi vya serikali ya Yemen. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, hadi wanajeshi 60 waliuawa au kujeruhiwa katika mashambulio hayo. Wahouthi pia wametangaza kuzuia meli za Saudi Arabia na wamekuwa wakilenga meli katika maeneo ya bahari ya Sham na maeneo yanayozunguka bahari hiyo. Wizara ya nishati ya Saudi Arabia imethibitisha kwamba moto ulizuka baada ya shambulio katika kituo kinachomilikiwa na kampuni ya mafuta ya serikali ya Saudi Arabia Amraco katika mkoa wa Jazan kusini mwa nchi hiyo. Msemaji wa Wahouthi Mohammed al-Bakhait amesema Saudi Arabia inapaswa kusitisha kile ilichokiita ni uvamizi na kuzingirwa kwa Yemen. Amesema kwa mtizamo wa Wahouthi, ikiwa Saudi Arabia inaendelea na mashambulizi na kuzuia Yemen, wao watajibu kwa njia hiyo hiyo. Al-Bakhait pia amesema shambulio dhidi ya kituo cha Amraco lilikuwa jibu kwa madai kwamba Saudi Arabia ilikiuka anga la Yemen katika maeneo ya Saada na Hajja. Wahouthi wanadhibiti sehemu kubwa ya magharibi mwa Yemen pamoja na mji mkuu wa nchi hiyo Sanaa. Tangu mwaka 2015, Saudi Arabia imeongeza operesheni za kijeshi nchini Yemen kwa lengo la kuunga mkono serikali inayotambuliwa kimataifa ya Rais Mansour Hadi. Mapigano yalipungua kwa kiasi kikubwa baada ya kusitishwa kwa mapigano yaliyosainiwa na Umoja wa Mataifa kuanzia mwezi Aprili mwaka 2022. Makubaliano hayo rasmi yalimalizika mwezi Oktoba mwaka huo, lakini kiwango cha mapigano kilibaki chini kwa kipindi fulani. Mzunguko wa sasa wa mapigano ulianza tarehe 13 Julai wakati vikosi vya serikali ya Yemen viliposhambulia uwanja wa ndege wa Sanaa. Lengo lilikuwa kuzuia ndege za Iran zilizokuwa zimebeba ujumbe wa Houthi kutua katika uwanja huo. Ujumbe huo ulikuwa ukirejea kutoka mazishini nchini Iran. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, viongozi hao walikuwa wamerejea kutoka mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ambaye taarifa hiyo inasema aliuawa katika mashambulio ya Marekani na Israel dhidi ya Tehran. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani mashambulizi ya Wahouthi dhidi ya Saudi Arabia na meli za kibiashara katika eneo hilo. Pia limekosoa kutua kwa ndege bila idhini katika maeneo ambayo hadhibitiwi na serikali ya Yemen. Umoja wa Ulaya EU hauwezi kuharakisha mchakato wa kuifanya Ukraini kuwa mwanachama wa EU kwa sababu kuingiza nchi kubwa yenye changamoto za rushwa bila kutimiza masharti ya umoja huo kunaweza kufanya mradi mzima wa EU uonekane kama wa mzaha. Hayo yameripotiwa na gazeti la Financial Times likimnukuu mwanadiplomasia mwandamizi wa EU ambaye hakutaka jina lake litajwe paruanja. Baada ya vita vya Ukraini kuongezeka mwaka 2022, Ukraini ilipewa hadhi rasmi ya kuwa nchi inayogombea
kujiunga na EU. Rais wa Ukraine, mchekeshaji wa zamani Volodymyr Zelensky, amekuwa akitaka mchakato huo uharakishwe, akitaka Ukraine iweze kujiunga na EU mapema ikiwezekana mwaka 2027. Hata hivyo, viongozi kadhaa wa EU wameonyesha kuwa muda huo ni mfupi sana. Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz amewahi kupendekeza uwezekano wa Ukraine kupata aina ya wanachama mshirika kabla ya kuwa mwanachama kamili, lakini Zelensky amekataa wazo hilo na amesisitiza kwamba Ukraine inapaswa kupewa nafasi ya kuwa mwanachama kamili wa EU. Kwa mujibu wa mwanadiplomasia aliyenukuliwa na Financial Times, Ukraine ina zaidi ya watu milioni 40 na ilishika nafasi ya 104 kati ya nchi 182 katika fahari ya hivi karibuni ya mtizamo wa rushwa ya Transparency International. Mwanadiplomasia huyo alisema kuwa kuingizwa kwa nchi yenye ukubwa huo na kiwango hicho cha changamoto za rushwa katika EU bila maandalizi ya kutosha kunaweza kudhoofisha mfumo mzima wa umoja huo. Pia amesema kwamba Ukraine imeonyesha EU yenyewe kuwa haijajiandaa vya kutosha kwa ajili ya kupokea uwanachama. Nchi inayotaka kujiunga na EU inapaswa kutimiza masharti kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuwa na taasisi imara za kidemokrasia, utawala wa sheria, mfumo unaolinda haki na uhuru wa wananchi, hatua madhubuti dhidi ya rushwa, hatua dhidi ya uhalifu uliopangwa. Na baadhi ya nchi zinazounga mkono Ukraine ndani ya EU pia zinasema kwamba Ukraine inaweza kuhitaji miaka kadhaa kukidhi kikamilifu masharti hayo. Ukraine imekumbwa na kashfa kadhaa kubwa za rushwa katika kipindi cha hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mwezi Novemba mwaka jana, taasisi ya Ukraine inayopambana na rushwa ilimfungulia mashtaka Timur Mindich ambaye ameelezwa kuwa mshirika wa muda mrefu wa kibiashara wa Zelensky. Mindich alishtakiwa kwa kuhusika katika ubadhirifu wa takriban dola milioni 100 kutoka kwa kampuni ya serikali ya nishati ya nyuklia Enonkotam. Baada ya kashfa hiyo, mawaziri wawili pamoja na wakuu wa ofisi za Zelensky waliondolewa katika nyadhifa zao. Mwezi uliopita, ofisi ya taifa ya kupambana na rushwa Ukraine pamoja na ofisi maalum ya mashtaka kupambana na rushwa ziliwashutumu baadhi ya maafisa waandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje kwa tuhuma za udanganyifu mkubwa, ubadhirifu na utakatishaji wa fedha za kigeni. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, amekuwa akishutumu serikali ya Ukraine kwa rushwa. Zakharova amesema rushwa nchini Ukraine imekuwa tatizo kubwa na kwamba inaathiri mfumo mzima wa uongozi wa nchi hiyo, akisema mduara wa karibu wa Zelensky unahusika na ubadhirifu huo.